Habari Tanzania, this is Hautocom Japan, tawi la Tanzania. Karibu kwenye chaneli yako bora kabisa ya magari. Leo tunakuletea Toyota Spatial ya mwaka 2004. Twende kazi. Gari bwana imefika kwenye good condition kama mnavyoiona. Hii rangi tunaita beige, rangi nzuri sana sana sana. Ukiangalia Spatial yetu ya leo, taa yake jinsi ilivyo, unaiona taa ni moja kubwa ambayo ni taa ambayo haikupi shida hata kwenye safari za usiku ukiwa unasafiri. Ukiangalia bumper yake ni bumper nzuri. Hii bwana haina fog light kama unavyoiona, lakini ina show nzuri ya kupendeza na kuvutia. Umeona bwana, Spatial yetu pia ina indicator. Sawa, indicator ya upande wa kushoto pamoja na kulia. Na tukija upande wa side mirror, hizi ni side mirror ambazo zinajifunga na kujifungua kwa kutumia button ambayo iko ndani humu ya gari. Sawa, kwa hiyo kuna muda ambayo unaweza ukaifunga ukiwa umeamua kuzima gari na ukaamua kuifungua pale unapoanza safari. Gari yetu na milango mitano. Huu ndo mlango wa kwanza ambao ndo dereva anaingia. Sawa, then tuna mlango wa pili kwa ajili ya abiria. Na huu ni mlango wetu wa tatu. Mlango wa tatu ambao tunasema ni sehemu ya buti. Mlango wa Spatial unafunguliwa kama hivi. Sawa, huku ndani tutapaongelea baadaye. Then unafungwa. Spatial ina taa mbili za nyuma pamoja na hii taa ambazo unaona kwenye breki pamoja na gari ikiwa ipo kwenye movement. Na hii ambayo mnaiona hapa tunasema wiper ambayo inasaidia kipindi cha mvua. Then hii ambayo mnaiona kwenye upande wa Spatial ni area ambayo inasaidia mawimbi kipindi ambacho unakuwa unasikiliza redio. Spatial kwa upande huu, hiki ni kitenki cha mafuta. Sawa, Spatial inatumia mafuta aina petroli na hili ndio tenki la mafuta. Then hii ni inchi, hii ni rim. Sawa, hii rim ya Spatial imetengenezwa kwa material ya aluminium, ni size 14. Sawa, na huu ni mlango wa Spatial wa 4 pamoja na huu mlango wa 5. Kwa hiyo katika milango yote maana yake Spatial inakuwa imejumuisha milango yote mitano. Tuko ndani ya gari yetu sasa. Kama mnavyoiona, maona Spatial ina dashboard kubwa sana. Hii dashboard bwana imetengenezwa kwa material ya plastiki, lakini plastiki yake ni ngumu, sio plastiki ile ambayo ni laini kwamba hata ukaweka kitu labda ikapasuka. Hapana, material yake ni plastiki ngumu. Sawa, na uzuri wa Spatial ina sehemu nyingi ya kuhifadhia vitu. Kwa wale ambao wanakuwa na vitu vingi labda vya siri unataka kuhifadhi, ina sehemu nyingi. Ina sehemu ya hapa juu ambapo hata mtu hawezi kujua, then unaifunga, na pia ina huku pembeni ambapo unaweza ukaweka vitu vyako. Sawa, then unaweza ukaweka hata hapa vitu vidogo vidogo, labda some coins unaweka hapa. Then hapa unaweza kuweka pia vitu vyako na maji, labda kama una juice, labda kama una chochote unakiweka hapa. Spatial bwana ina styling nzuri sana. Maona styling yake kama ilivyo, iko very comfortable. Na hii gari uzuri wake ina airbag mbili. Ina airbag upande wa abiria na ina airbag upande wa dereva kama mnavyoziona. Umeona, tukija kuongelea upande wa hapa kama mnavyoona, radio ya Spatial ni radio ya kawaida. Sawa, ni radio ya kawaida, lakini mara nyingi watu wanaamuaga kubadilisha na kuweka Android. Lakini tukija upande wa chini wa radio, hii button mnayoiona imeandikwa passenger. Hii inamuonyesha abiria ambaye yupo kwenye gari kama hajafunga mkanda, kwa hiyo inatoa alert kwamba abiria hajafunga mkanda. Hii ya kulia, hii ni hazard. Hii hazard maana yake kama labda umepata tatizo au umepata ajali au gari limekuharibikia sehemu ambayo sio salama, unaibonyeza kwa ajili ya kumtaarifu mtu anayekuja mbele na anayekuja nyuma kwamba hili gari liko katika changamoto. Then tunakuja hii button ya chini. Hii button ya chini ni button ya AC. Sawa, kama unataka kuwasha AC. Uzuri wa Spatial na AC nzuri sana na yenye uimara na yenye kupuliza vizuri sana. Sawa, upande wa hii kuna button hapa katikati. Hii inaonyesha kwamba upande wa kushoto kulia unapopeleka, maana yake unaruhusu hewa ya nje iingie ndani na unaruhusu hewa ya ndani itoke nje. Lakini unapoirudisha upande wa kushoto, maana yake unaruhusu hewa ya ndani ikae ndani na hewa ya nje isiingie ndani. Sawa, hapa chini tuna button hizi tatu. Of course tunasema ni vitu ambavyo vina control AC. Hichi kina control kuonyesha kwamba je, hii AC uliyoiwasha unataka ikupige wapi? Umeona kwamba labda nataka nipige tu usoni na kifuani au nipige chini kidogo au na miguuni. Kwa hiyo ni wewe una seti vile unavyotaka. Hii ya pili, unataka speed ya AC kiasi gani? Labda kama jua ni kali sana unaongeza, au kama baridi ni kali sana unapunguza. Hii ya mwisho ni una set temperature, yani kwamba AC yako sasa
Kama nataka baridi iwe kali sana, kwa maana yake unaishusha mpaka mwisho. Ukiona kwamba AC ni kali sana, unapandisha hii button mpaka eneo ambalo wewe unahisi sasa hili kwako ni salama, hapo unaendelea na safari. Haya ni matundu ya kutolea AC. Spatial na matundu 5 ya kutolea AC, sawa? Na hii ndio gear lever yake. Gear lever ina upande wa parking, sawa? Ina upande wa R ni upande wa reverse. N ni neutral, umeona? Neutral, kwa nini wameweka neutral? Neutral labda upo kwenye foreni, sawa? Ambayo ni foreni ambayo ina magari huwa bado yapo kwenye movement. Kwa hiyo unaweza kaenda ukaweka neutral wakati unasubiri foreni inaendelea, ukawa unatoka kwenye neutral kwenda na kwenye D. Hii mbili, kuna mbili hapa na L. Hizi kama unapandisha mlima, sawa? Kama unapandisha mlima unataka gari iwe na nguvu zaidi, kwa unaweza ukatumia upande huu. Hichi ni kiberiti. Kiberiti ambacho kwa wale ambao wanavuta sigara wanatumia. Hii ndio dashboard yetu kama mnavyoiona. Upande wa kushoto huku ni upande ambao unaonyesha mafuta. Je, ukiweka mafuta yanakuwa kwenye level gani? F hii mnavyoiona ni full tank, then E maana yake ni empty. Huu ndio upande wa kilomita, inatembea kilomita 180 per hour, sawa? Then upande huu wa kulia mwisho, hii inahusika na temperature. Kwa maana yake ukiona imepanda, maana yake gari yako temperature yake imepanda sana. Tukija upande wa chini hivi ninapokanyaga hapa ndio upande wa mafuta ukiwa unaondoka au ukiwa unaendesha gari. Then hapa ni upande wa brake ukiwa unasimama. Huku mwisho kabisa ni hand brake. Hand brake inabonyezwa vipi? Hand brake unabonyeza au unakanyaga pindi unapokuwa umefika sehemu na umezima gari na unaikanyaga kwa sababu ya gari isiweze kwenda mbele wala kurudi nyuma. Gari yetu kama mnavyoiona ina speaker 4. Kama mnavyoona gari ina space kubwa sana sana sana. Huku nyuma una uwezo wa kukaa watu watatu kama unavyoona, mtu wa kwanza akakaa hapa, mtu wa pili akakaa hapa na mtu wa tatu akakaa hapa. Tukiacha mbele ambapo atakaa passenger namba 1 pamoja na dereva. Na huku nyuma pia uzuri wa hii gari ina siti zingine 2. Kwa maana yake hii gari ina uwezo wa kupakia abiria 7. Kwa tukienda huku nyuma tutawaonyesha viti vingine. Na sasa najaribu kwenda siti ya nyuma nikakae. Kama unavyoona aka kasiti ka nyuma ni kadogo sana. Ni siti ambayo inafaa watoto kukaa na sio mtu mzima kama mimi. Unaona kichwa changu kinagusa juu ya roof, kwa maana yake huku ni kwa ajili ya watoto wadogo. Sasa tuko kwenye upande wa buti. Kama mnavyoiona buti letu lina uwezo kuingiza lita 63, lakini kama una mzigo mkubwa zaidi unaweza kulaza viti ukaingiza lita 1563. Na ukubwa wa hii gari ni. Na sasa tuko upande wa engine. Engine yetu bwana ni VVTi ambayo ni 1.5 liter, nikimaanisha cc 1490. Na pia ni 4 cylinder. Gari yetu mpaka kukufikia mkononi ina gharimu kiasi cha milioni 17 mpaka milioni 19. Na mpaka hapa mnapoiona gari hii imefanywa clearing na kampuni ya Skybridge Logistics ambao ni mabingwa kabisa na wabobezi kabisa katika upande wa clearing. Enjoy your ride. Mungu akubariki. Karibu tena.